Namna bomu lilivyoathiri Waislamu wanapoteseka Syria, wanakwenda hapa wanakwenda pale na kadhalika na kadhalika. Tumeona nchi kama Namibia ambayo ilikuwa sisi tunaitegemea kwa kutusaidia. Gaddafi alikuwa pazuri kweli, lakini fitina ndogo tu imechafua yote, na sasa hivi watu hawajulikani, waliokufa hata idadi hawajulikani, ni wengi. Kuna matatizo yanayotokea, kwa wamesema mashehe hapa kwamba kuna masuala ya Burundi. Burundi chanzo chake ni kidogo. Kuna matatizo ya Nigeria, tusifichane, chanzo chake ni mambo kama haya madogo madogo. Leo dunia imechafuka yote, kila mtu anatetereka kwa sababu ya Boko Haram, kwa sababu ya Al-Shabaab, kwa sababu ya makundi mengine yasiyokuwa na msimamo mzuri wa Kiislamu. Vurugu ni kubwa. Sisi wameeleza mashehe namna ambavyo amani yetu ilikuwa ipo Zanzibar, lakini kati ya siku zinavyoendelea, siku hadi siku, amani inaendelea kuporomoka na maadili yanaendelea kuporomoka ya Kiislamu. Bilisi tunamweka mbele kuliko kufuata misingi sahihi ya Kiislamu. Ndugu mashehe, mimi si msemaji wa mada hiyo, lakini ni mtayarishaji, ni mwenyekiti kwa kuwasikiliza nyinyi mawazo yenu ambayo yatachangia sisi kama mashehe, sisi kama wadau ya naibu mufti, kwa sababu bila nyinyi hii ofisi singali kuwepo. Sasa wajibu wetu ni kutafuta hizo mbinu, kufikiria hiyo taratibu gani tutumie ili tuweze tatizo ambalo tulionayo. Tunashukuru ikiwa sisi ni mashehe, maimamu, ikiwa ni kweli, najua nyinyi mlio kwenye meza hiyo mnaujua umuhimu wa mashehe, lakini kuna wenzenu wengine hawautambui umuhimu wa mashehe. Mpaka yanapokuwa matatizo kama haya yashajitokeza, ndio nyinyi mnatuma kuja kwetu. Hii haikuanza leo. 2095, 2010, 15, 2005, 2010 mpaka 2015. Na kwa hapa nyuma ikishamalizika uchaguzi, harudi naibu mufti, harudi kadhi mkuu wala mufti kwetu sisi. Hali imetulia kwa kuna tamko la shukrani kwa hili. Lakini matatizo haya yalipoendelea mara hii, 2015 imekuja, 2016 imekuja, lakini kwa kweli linatuma na kitu kinajulikana wazi. Matatizo yote haya yanajulikana wazi wazi, kwa sababu mashehe tunajiwa, tunazungumza na wafuasi wetu na wanakubali kutufuata. Amani yote hii wallahi ni sisi hatuna bunduki, hatuna mzinga, lakini hali halisi yaonekana wazi wazi. 2015 jeshi limejazwa, juzi 2016 jeshi limejazwa na kila kitu. Kwa kitu gani? Sisi twajiwa tukaelezwa mambo kama hayo. Walikuja Sheikh Suraga na Sheikh Sabit Mabiongo na wengine na mufti kaja hapa, na alielezwa ya kuwa wenzetu wa CCM wazungumza ya kuwa hawatukubali kushindwa, japo kwa goli la mkono watafunga. Na wakaambiwa, wakasema hawezi ni nini tu, nini ile ya kisiasa, usanii wa kisiasa tu. Tumekwenda uchaguzi umeanza salama, kufika pahali ukafutwa, wafuasi walio nyuma huku bado wametulia, na mpaka muda huu. Sasa shekhe, hili swala hili watujasie mashehe tu. Kwa nini viongozi wa ngazi za juu? Kabla ya kutawala kwa Mheshimiwa Amani, Zanzibar ilikuwa haina amani, ilikuwa hatuzikani, hatuendi harusini, hatufanye lolote la kheri, kila mtu na lake. Lakini alipokaa viongozi wa ngazi za juu, Mheshimiwa Amani na Maalim Seif Sharif Hamad, ukapatikana utulivu katika nchi na amani imepatikana, neema imeingia. Lakini leo tumesharudi katika nakama tena, na wallahi kama hili halikushughulikiwa, mwenye haki akapewa haki yake, wallahi tulikuwa na kubaya. Tukiangalia hizo nchi zilizoko huko, Nkurunziza kakataa kuondoka kwenye madaraka, leo watu wanapoteza maisha yao. Shekhe, mjue wallahi mtaona kujibu maswala mbele ya Mwenyezi Mungu, na wale kuharibia wote hao
uliokuwa ukiwatuma hapa, tukiwatuma hajakwambia wewe, waambie na viongozi wa ngazi za juu, lakini tuhakikisha kwa hili hakupeleka. Nataka nikwambie, mimi nitawaachia wenzangu, wallahi kama hukuja wewe leo ukawatuma Sheikh Thabit Warjongo na Suraga, ukamtuma naibu mufti na walioko kwenye meza hii, tungeliwaachia ukumbi tukaenda zetu. Lakini wallahi kesho kimefika mfupa kwa kutizama ni mzee wetu na kwa kuheshimu heshima ya hali ya juu kabisa. Kwa hivyo mimi namalizia hapo, mwenye haki atendelee haki yake. Hata mkituambia nini, sisi tukirudi huku hatukubali kutusikia fuasi wetu, sababu sisi ni waongo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natokea wilaya ya Wete. Ni imamu wa msikiti mmoja hapo katikati ya maeneo ya Mzambarauni na Madejani hapo katikati. Kwa jumla nashukuru sana kupata fursa hii, na kama alivyotangulia mwenzangu, ujumla vikao hivi tumekuwa navyo vingi sana, na sisi shida yetu kubwa tunataka tuone zile natija ya vikao. Sikuja labda hapa tukaonana tukanywa maji tukarudi. Lakini kwa ujumla kubwa linaloonekana ni kwamba wenzetu ambao walikuwa wamekuja basi wanakuja wakitu kama kwamba wanakuja kutuchuma kichakaa kwa kule kwetu tunasema. Sasa jambo ambalo si zuri. Binafsi tumekuja kwa ajili ya kuipeleka mbele dini na kuipeleka mbele jamii. Na kwa hii anasema bwana mmoja, mshairi mmoja, kwamba mata tablughu al-bunyanu yawma tamami idha kunta tabnihi wa ghayruka yanhadim. Lini itafika nyumba kukamilika? Jengo litakamilika lini ikiwa nyinyi mnajenga wengine wanabomoa? Na kwa ujumla kama tunavyoelezwa na wanachuoni mbalimbali kwamba durul mafasid muqaddamu ila jalbil masalih, kwamba maovu ni kuondoa maovu kunatanguliwa na kuleta mema. Kwa ujumla kuondoa maovu kunatanguliwa na kuleta mema. Inapoonekana sisi wanachuoni au wasomi au walimu tunaonekana kwamba sisi ni ngazi ya watu, ni ngazi za watu, ni ngazi za wanasiasa. Mambo yakiwa haribikia wanasiasa wanakuja kwetu, yakiwa hayajawaharibikia wanafanya watakavyo. Na kama sisi tutakuwa ni maana tunaendelea kwa mwendo huu, basi hapana shaka hasara itawakumba wao na itatukumba sisi. Kwa hivyo kwa ujumla tumeelezwa habari za kwamba mifarakano inaleta matatizo, lakini ikiwa mtu anakuchochea kila wakati utamfanyaje? Nabii Nuhu alipoambiwa huyu si wako, alifanya nini? Alisema basi. Sasa hivi ndivyo uhalisia wa mambo yalivyo. Na si kwamba ni wenzetu, ni kwani ndugu zetu wale ambao wanafanywa. Lakini haya mambo ya juzi siku 5 hazijafika. Sisi kule kwetu uchaguzi umepita. Lakini juzi watu bana wanaenda kutafuta mahitaji yao usiku chai angalau nipate robo kilo ya sukari ya asubuhi, anangu wanywe chai, anapigwa fimbo na askari. Kwetu mimi nakaa maeneo ya Mwane Chwale kama mnakutambua. Anapigwa fimbo, wanaharibiwa biashara zao, wanavunjiwa chupa za chai, wanavunjiwa, wanauza maziwa, wanavunjiwa, wanaliliwa maandazi, mwisho wanapigwa, wanaibiwa. Wale ambao tunachukulia sisi kwamba ndio watunza amani ndio waharibifu wakubwa, na ndio haya yamefikia hapa kwa sababu hiyo. Sije mwingine kabisa. Kiasi kwamba hata sisi tuna mashaka kwamba unaweza sasa hivi ukaambiwa ulisema vile kwa nini? Lakini sisi binafsi, mimi binafsi naridhika kwamba hata nikiulizwa nitasema kweli tu. Kwa sababu imefikia mahali ukisema uongo husaidii. Ukisema uongo husaidii, unazidi kunakamisha jamii. Kwa hivyo tutasema kweli tu. Lakini kwa ujumla ni kwamba waharibifu wakubwa ni viongozi wakubwa wakishirikiana na vyombo vya dola kwa sasa. Nadhani kwa huku kwetu naweza kusema mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa,
na jeshi la polisi ndio wenye nchi kwa huku kwetu. Anaweza kupigwa mtu, anaweza kachukuliwa mtu akaekwa ndani, hana kosa lolote. Kwa mfano kule maeneo ya kwetu, niseme tena vile vile, karibuni hivi alikufa sheha mmoja kule. Alipokufa yule bwana sheha, watu kwa sababu ya maudhi, na haya tunasema haiwezekani leo mimi umenipiga kibao au kaniambia wewe huna haki, wewe mjinga nini, halafu wewe nikuchekeni kuone kwamba wewe ni mtu muungwana. Watu wakasema kama ni hivi basi basi ngoja msikiti tutafunga sisi. Haidhuru hawakushauriana, lakini msikiti ulifungwa. Ulipofungwa mpaka hivi niseme hivi leo kila siku anaendewa na kuja, jamani haya ya nini? Si dawa hii, haitaondoka, mwisho tutauana. Haitaondoka hivi. Kwamba kwani ulisema unakuja unampiga bure. Mwambie ulifanya hivi kwa nini? Ulifanya hivi kwa hivi. Sasa tufanyeje? Ili upate rai ya amani kutulia. Lakini mimi ukija ukinipiga sasa hivi, utanipiga leo, kesho utaniachia. Ukiniachia natafuta namna ya kulipiza. Ikiwa hukuniachia basi Allah atalipa. Lakini ikiwa umeniachia natafuta namna ya kulipiza. Ndio mambo yanapokwenda. Kwa jumla tunazungumza bayana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba man iqtata haqqa mri'in muslimin biyamini faqad awjabahu Allahu an-nar wa harrama alayhi al-janna. Faqala rajulun wa in kana shay'un yasira ya Rasul Allah? Faqala wa in qasiban min arak. Rawahu Muslim. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, mwenye kukata haki ya ndugu yake Muislamu kwa mkono wake. Tusione kwamba labda wakati mwingine mtu anakata haki kwa sababu hasemi naye tu. Huyo anikera. Huyu mimi ananiona sina haki. Kwa mfano tukija kwenye hadi mazingira ya nchi hii. Hii nchi ni yetu pamoja. Hii ni nchi, kwa mfano tukija vyama. Sisi tulio UPDP na wale walio CCM na wale walio CUF na wale walio DP na wale walio Chadema, hii nchi yote ni yao pamoja. Lakini ikafika mahala kwamba wewe huna haki ya kuchukua hapo. Juzi nilikutana na watu fulani, watu wakubwa, wanasema kwamba ikifika muda mambo yatakuwa. Muda ni upi? Ikifika wakati ya mambo yatakuwa sawa sawa. Muda ni upi jamani? Si pale ambapo watu wameamua kwamba tunataka hichi. Tuacheni babaisha, tutakula hasara. Tutakula hasara hapa duniani na tutakula hasara kesho akhera. Isiwe faida yoyote kuvaa makanzu, kuvaa majoho, kukaa kuitwa Waislamu wa muda mrefu. Kwa jumla Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qadara haqqa mri'in biyamini, mwenye kukata haki ya Muislamu mwenzake kwa mkono wake wa kulia, basi amewajibishwa aujabahu Allah, Mwenyezi Mungu amemwajibishia mtu huyo moto na amemharamishia pepo. Kwa hivyo kwa jumla mtu akasema, nimalizie hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sahaba mmoja akasema, wa in kana shay'an yasira ya Rasulullah, hata kitu kidogo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa in kasiba min arak. Na mashafi kasiba min arak, mswaki, jiti la mswaki tu hivi, sio mnyang'anya, basi utakupeleka moto. Tuache mambo haya, turudi kwenye dini yetu. Tutapata huu muongozo tunaosema utakuwa na manufaa tukishika kwenye dini. Tusibabaishe. Asalamu alaykum. Mimi naitwa Rashid Khamis Hamadi, ni imamu msikiti wa Kiungo Nunguni pale. Nimekuwa nikiwasikiliza mashekhe zangu tokea mwanzo walipoanza kuzungumza mpaka tukapata fursa hii ya kuzungumza, na ni mwafiki shekhe wangu Sultani hapa dan tashdidi na mie kwamba tulipanga hasa ingalikuwa ni wale tusingebaki hapa, tungetoka kabisa, kwa sababu watu dharau hawasemi tuambie. Lakini sema pia nimshukuru Sheikh Osmani kwa mazungumzo yake makubwa aliyozungumza na nasaha ambazo amezitoa sana kwa kweli, na akatoa kisa cha Sabahi, akazungumza mapenzi yampotea. Lakini shida moja inakuja kwamba ndugu zangu wa Kiislamu, unaweza mfumo ambao kama tunapenda nao wa kiutawala ni mfumo wa kisekula, si mfumo ule wa Kiislamu. Na huu ndio ambao unatukosti kwamba leo yule Muislamu ndio mwanasiasa. Muislamu ndio mwanasiasa. Sasa leo viongozi wakuu wa nchi ndio ambao wameestablish haya mambo. Naamini kwamba haya masuala ya mgomo, naamini kwamba yako kwa kiasi gani sijui, lakini naamini kwamba yako. Lakini yana mtu walioasisi kama nilivyo wameasisi, kwa nini hamwendei wao? Watu yasie vipi na wako walioasisi, wendeni kama Seif Sharifu, kama Sheni, wendeni mwambie bwana mnakata na hili na hili. Na nyinyi mnatuma watu wenu wafanye hili na hili. Kama ni huyo bwana mkubwa Sheni awatuma watu wake kwamba wapige watu, na kama ni kanalisha mgomo watu wagomewe ni wao.
Sasa kwa nini hamwakabili hawa mtu yasikie? Hebu endeni hawa. Mkishawendea watakwenda kushika. Nadhani mkifanya hivyo mtasaidia hii jamii iweze kuwa somehow stabilized. Lakini vinginevyo kasema Sheikh wangu Sheikh Mohamed hapa, tutakwenda mpaka kiama. Itakuwa clashes ni nyingi, na kwa sababu clashes ni nyingi jamii haiwezi kuwa stable. Tukiweza kufanya haki, tukawa waadilifu, basi kila mmoja atafanya wajibu wake. Kama hakuna haki, uadilifu hakuna. Asalamu alaykum. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar pamoja na uongozi uliokuwa nao, waheshimiwa mashekhe, kwa kutokana na udhaifu wangu na udogo wangu na uelewa wangu mdogo sana, nilikuwa sina nafasi hasa wala sistahiki kusema mbele ya wakubwa kama hao, lakini kwa sababu nipo na mimi naona niseme chochote. Kwanza nishukuru sana Mheshimiwa Mufti pamoja na uongozi uliokuja nao kwa neno ambalo umelileta kwetu baada ya kuona hali imekuwa tete kabisa katika nchi. Hili neno mimi nalichukulia limekuja kwa misingi ya Waislamu na kwa misingi ya Kiislamu hasa. Silipeleki pengine popote, licha ya kwamba hayo yanaingia ndani ya Uislamu, lakini target kuu hasa ni Uislamu, na sisi tuliopo hapa ni viongozi wa Waislamu, hakuna mwanasiasa. Sasa sisi tuna muongozo ambao unatuongoza, hatuongozwi na sheni katika haya, wala hatuongozwi na sefu wala mwingine yote. Kinachotuongoza katika haya ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anatuambia, wa in tanaza'tum ala shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Takapokhtalifiana juu ya kitu, hamjui hukumu yake, kabla hamjaamua na chochote, rejeeni kwa Allah, alafu rejeeni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mkikosa. Kwa hiyo sisi haya yalioingia ndani ya jamii ya Waislamu, ndani ya jamii yetu, tunapaswa kama sisi viongozi wa Kiislamu, manake miongoni mwetu ndio hasa tunayoyashadidia. Wanaoamrisha, wenye amri ya kusimamia misikiti ni maulama, na sisi hasa ndio maimamu. Ninashangaa kuona kwamba msikiti unafungwa, labda atakuja mtu mwingine aje ufunge. Hii ni kwa amri ya wewe imamu. Kwa hiyo kama hivi aya zinatuongoza kwamba turejee kwake yeye Mwenyezi Mungu, haya tunayoyafanya, mfano ya kugoma, mfano ya kutozikana, mfano wa kutosemezana, kama yapo, na bila shaka itakuwa yapo, kama alivyosema Alakhia, basi sijui ni kwa kiwango gani, lakini yatakuwa yapo, na bila shaka mashekhi msingetoka mkaja mshapata na nyinyi kwamba yapo. Tuangalie haya, muongozo wa Qur'ani unatuongoza vipi, yanastahiki kuyafanya sisi kama Waislamu. Sasa kama kuna nafasi ya wanasiasa, basi tuchukue juhudi za maksudi sisi Waislamu kwenda kuambia mashekhe, na chombo kipo pale, na yeye atafika mahala na nini na nini, tuende katika utaratibu. Lakini tukisema kwamba huyu kafanya hivi na sisi tunafanya hivi, ndugu zangu watukufu Waislamu, hasara iliyokuwepo katika jamii ya Uislamu itakuwa kubwa, na haitamaliza hapa tu, mpaka mbele ya Allah, kwa sababu sisi ni mas'uli. Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ul an ra'iya. Kwa hiyo sisi tutakwenda ulizwa namna tulivyokuwa tunawaelekeza watu wetu, tukiwaelekeza katika mambo haya mabaya ya kishaitani ya kidunia, athari za kidunia zikiganda sana ndani ya nafsi zetu kuliko kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala, tutafika pabaya. Ndugu zangu watukufu, kwa nasaha yangu naomba tukae chini mashehe, tuangalie muongozo wa Mwenyezi Mungu, tuangalie amani ina thamani ya kiasi gani katika jamii ya Waislamu, halafu mengine yatafuatilia katika njia nyingine. Lakini tukienda hivi vibaya,
tutafika mahala pabaya, na mbele ya Mwenyezi Mungu tutajiita ni Waislamu, tufike kwa Mwenyezi Mungu hali ya kwamba sisi si Waislamu. Nafasi tunayo ya kurudia kwa Mwenyezi Mungu, tukae chini turejee kwa Allah. Man ya'mal su'an au yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Turejee hapo, tumezidhulumu nafsi zetu. Kwa nafsi yangu mimi nasema asalamu alaykum. Jina langu naitwa Hafidh Muhammad Salim, imamu Masjid Taqwa Gombani. Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar na ujumbe wako, nashukuru na mimi kupata nafasi hii pia na kupata ziara hii ambayo imekuja kufunua macho zaidi na kutupa taaluma zaidi. Mimi nianzie na pale alipozungumza Sheikh Othman, akasema kwamba katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika wenzake kutokana na mkono wake na ulimi wake. Na naheshimu yale mambo matatu kwamba tunakuja kuzama tatizo, chanzo cha ni yule ambaye wamesalimika wenzake kutokana na mkono wake na ulimi wake. Na naheshimu yale mambo matatu kwamba tunakuja kutizama tatizo, chanzo cha tatizo. Halafu kama ni watu ambao tunaaminika kwamba tuna mchango tunaweza tukatoa na nchi yetu kuendeleza mbele, basi baada ya kushakujua tatizo tutoe rai nini kifanyike. Mimi nitakuwa katika raundi hiyo. Kusema tatizo ni huu mkono na ulimi ulifanya kazi kabla. Na tukijikumbusha sisi, naungana Sheikh Hamisi kwamba tufuate Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hii Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ilikwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kwa sababu Qur'ani inasema wa amruhum shura bainahum, Waislamu mambo yao ni kushauriana. Na akatwambia tena fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajua mambo kama hamujui ili mfahamishwe mjue. Katika shura hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia almuslimuna ala shurutihim ma lam yuhallilu alharama wa la yuharrimu alhalala. Waislamu walazimika kuyatekeleza yale walioshauriana, wale walazimishana muda kwa mambo hayo waliyopanga hayaharamishi halali wala hayahalalishi haramu. Tuje moja kwa moja jamani, tusizunguke mbuyu. Sisi tunaitwa mara kwa mara na amani kuidumisha, na mpaka leo amani ipo kwa ajili ya kazi mliotupa na sisi tuitekeleza, na watu wanawasikia, kwa sababu watu wa nchi yetu kila mmoja aiogopa damu yake kumwaika na aogopa kupoteza mali yake, na tukawa hivi ndipo salama mpaka sasa hivi. Lakini ule mkono uliofanya kazi na mdomo kabla uchaguzi kwamba tutafunga japo goli la mkono, japo wizi. Na mheshimiwa mmoja marehemu Asha Bakari alizungumza kwenye bunge la katiba wazi wazi, na rekodi zipo, akasema kwamba hata mkashinda chama cha kafu hatuwapi serikali, na kama lile lilikuwa ni baya ingekemewa katika bunge la Jamhuri ya Muungano, lakini lishangiliwa. Kwa hivyo ndio system ya Zanzibar, na slogan tunatumia mapinduzi daima. Maana yake ile haki ibadilishwe iuze batili na batili itawale. Kilichofanyika Oktoba 25 ndio hicho. Aliyeshinda si aliyetangazwa, na badala yake yakatupiliwa mbali matokeo kama kwamba uchaguzi umebatilishwa. Sasa Dr. Shein aelewa, kakamata kiti kwa njia ya batili, mkono wake unanuka damu, ndio unasababisha kama ujumbe haufiki ufikisheni kwa CD. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia unsur ahaka waliman au madhuluman. Wajibu wetu sisi Waislamu
Mnusuru ndugu yako kama ni dhalimu au kadhulumiwa. Masahaba waliuliza, nansuruhu idha kana madhuluman fama balu dhalimu, mnusuru mtu ikiwa amedhulumiwa, kutetea haki yake aipate, huyu dhalimu tumnusuru vipi? Akasema tahjuzuhu au tamnu'uhu min al-dhulm, mzuie au mkinge asifanye dhulma. Na ndio aya aliyosoma shekhe, wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi, wasuluhisheni, na kama mmoja kafanya jeuri kumfanya mwenziwe, nyinyi mwandameni huyu alifanya jeuri mwenzake mpaka arejee katika amri ya Mwenyezi Mungu, arejeshe haki ya watu. Aliyedhulumu ajulikana. Dr. Sheni arejeshe haki ya watu. Na Maalim Seif hakumdhulumu Maalim Seif pekee yake, kadhulumu umma mzima wa Zanzibar. Hadithi bifanye kazi. Sisi Sheikh Saleh tunachokitumia ni hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, man raa ahadukum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Atikiona ubaya miongoni mwenu au uondoshe kwa mamlaka yake. Huo ubaya umefanyika, hatuna mamlaka kuondosha. Au semee, hatuna uwezo wa kusemea. Walichobakia wananchi wamebakia katika ile adhafu al-imani, wamechukia, wamenuna. Sasa hata hichi mkibaya, lakini lile la juu lililofanya dhulma kubwa zaidi ni lipi? Maana lazima tukizame hapa, adhararu yuqaddaru biqadarihi. Kwa hivyo tuseme kipi kikubwa na kipi kidogo. Watu wamenuna, wamechukizwa na ubaya. Sasa mtu ambaye umemharibu nafsi yake, umemdhulumu mpaka aona kwamba jamani, nchi hii sina haki yoyote, kanuna, kachukiwa na wale watu wasaidizi wanaomsaidia dhalimu, huyu tutamfanya nini sasa? Natupiga mabomu. Sheikh alibakia tutoe mabomu sasa, tuwapige hawa watu kwa malizi. Kwa hivyo mimi nasema na wanaache wenzangu kwamba ujumbe ni huu, kwamba tatizo lipo. Kwa hivyo kama ni dawa, Sheikh, kuna nistamili kitu kimoja tu. Kuna kitu kimoja baadaye kiingia bahala, kama watu hawapati mvua, kuamrishwa imamu, anaambiwa imamu awatangazie watu kwa toba, halafu watoke waende kiwanjani wakasali kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kumwomba ili awapatie rehema ya mvua. Kwa hivyo Shekhe ndiye mtu mzima wetu, na ndiye mtu mzima, ndiye imamu wetu. Itangazie nchi, mie ushauri wangu, itangazie nchi, kila aliyedhulumu arejeshe alichokidhulumu. Tutizame mapenzi hayatarudi, halafu tumwelekee Mwenyezi Mungu, tukasali kiwanjani, tumwombe Mwenyezi Mungu aturudishie ile mapenzi ya zamani, tukubatiane ile tutapatikana. Lakini kama dhulma imekaliwa bado, imeshikiliwa haki ya mtu, haki ya watu, wallahi Sheikh, tafika bahara sasa hivi, huu ni halini watu, lakini muda mfupi watu watakuwa tayari na wataweza kupata mabomu, watu wakajiripua kwa wanawezi wao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Mimi baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udai chako au unasema kweli, na nilithibitisha katika kumi la mwisho la mwezi Februari huu uliopita katika ukumbi huu. Ukumbi huu alikuja Mheshimiwa Suraga, katibu wa Mufti wa Zanzibar, na Mheshimiwa Osman Mohamed Saleh yule pale, walikuwa shirika. Alikuja akatuwekea kikao hapa, akatuambia kwamba alilojia hapa ni kututaka sisi kama mashekhe, kama maimamu, tuzungumze na wananchi na tuwaelimishe umuhimu wa nchi hii ya kuwepo kwa amani katika nchi na hasara ya kuvunjika kwa amani katika nchi. Na akatoa mifano mingi, pia akataja nchi kama alivyotaja bwana pale, karibu nchi 19 ambazo zimevunjika amani.
akazungumza, halafu alitutaka na sisi tutoe maelezo kama mlivyotutaka nyinyi. Lakini kwa bahati kila mmoja akawa ana uono wake. Watoto wa Nabii Yakubu alayhi salam walipofikwa na njaa katika nchi yao, wakaenda Misri kutafuta chakula, na mgawaji wa chakula alikuwa ni yule ndugu yao alimtia kisimani. Lakini kwa mara ya tatu walikwenda na ndugu yake Yusuf alayhi salam Bunyamin. Yeye kwa kutaka amdhibiti ndugu yake alimsababisha kwamba aitwe mwizi, na aliitwa mwizi Bunyamin. Alimtilia chombo ndani ya mzigo wake, halafu akapikuliwa mtu wa kwanza, wa pili, wa mwisho Bunyamin. Kumbe chombo kile alikituma yeye mwenyewe Yusuf, akatiliwa ile ilikuwa ni njama na mbinu atakamdhibiti mwenyewe. Kwa hivyo Wapemba kugomea na nyoko nao wanataka wadhibiti hawa ndugu zao waelekee. Salamu alaykum. Yote haya yanatekelezeka kwa uwezo wake. Kwa hiyo kati unavyoeleza ukatoa lile dukuduku, sio kano na mkera fulani, no. Natakiwa ueleze lile linalokukera, halafu tutafute solution ya pamoja tufanye. Asante sana. Mpe mwalimu mwenye tano. Jina langu ni Sharif Makamedani kutoka Wete. Mimi nitakuwa na maneno mawili matatu. Kwanza nimshukuru Sheikh Saleh kufika kwake hapa, lakini nimwambie kwamba kwa sababu ya yeye tunamheshimu sana, na kama si yeye hapa leo kumuona sura yake, sisi tungetoka tusingekuwa katika kikao hichi. Kwa sababu gani? Waliotangulia kwake kutoka ofisini kwake wamekuja, tukazungumza nao na tukawapa ushauri na nasaha. Haya mnaotuambia tunaomba muyafikishe kwa viongozi wakuu na tuyasikie kwa masikio yetu, basi mtukutanishe nao siku moja kwenye mkutano maalumu, viongozi wote wa kitaifa tukutane nao hapa mbele yenu, tuyaseme kama nyinyi hamwezi kuyasema, kwa sababu tunachokihitaji ni ukumbusho. Kama ni ukumbusho wao, kama nyinyi mnaonea watu wakachukua haki ambayo si yao, sasa kuna nini mpaka wakang'ang'ania kiasi chote hichi? Ikiwa nchi ni ya wote, ina maana kila mmoja ana haki ya kuongoza. Kama vile ambavyo watu wanapishana, wamekubaliana vizuri kwamba tumeunda serikali ya umoja wa kitaifa, kwamba tukubaliane tuondoe mzozo. Leo tumerudi pale ambapo hatukutarajia. Kwa nini? Kwa lipi hili? Shehe, una jukumu, una dhamana, na tunakuombea Mwenyezi Mungu akuwezeshe, lakini ukumbusho huu utufikishie kwa kiongozi kwamba wanayoyafanya ni dhulma, na dhulma itakwenda kuweka pabaya. Salamu alaykum. Alhamdulillahi al-qail fala takhshaw an-nasa wakhshawni. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-qail idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru sa'a. Wa qala ash-sha'ir tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, naomba niseme kwamba ujio wetu hapa, nashukuru kwamba tumeitwa kwa